kuipata. Mimi tangu nianze kucheza game mpaka sasa hivi nimekutana na watu wawili tu ambao na mchezaji ule kama wako. Okay. Alafu akaja akamtoa mchezaji fulani alikuwa na 102. Wengi sana wakamdharau. Anaitwa Diouf. Hayo jamaa anakichafua sana yule. Wewe ukikutana na mtu amepaga kikosi chake afu anamtumia Diouf, huyo mtu anakichafua sana. Nadhani watu wanaelewa vitu kama hivyo. Alafu kuna goalkeeper anaitwa De Gea. Alikuwa na 102. Sasa De Gea ni mtu ambaye ukimsogelea karibu, yani kufunga magoli ya karibu inakuwa ni ngumu sana kwako. Yani ni ngumu mno. Kwa hiyo mwisho siku wale wenye hela wanafaidika sana kupata wachezaji wazuri. Wanaocheza football nadhani wanaelewa, lakini haimaanishi kwamba mtu mwenye kikosi kikubwa ana advantage kubwa sana ya yeye kukufunga. Haiwezekani kwa sababu kuna kitu kwenye football, kuna vitu vinaitwa division. Kuna ranks. Okay. Kwa hiyo unaweza ukawa unacheza zile PVP games, una search tu pale, unapewa mtu yote kucheza naye online. Unakutana na mtu kwenye ranks za dunia ni wa 17. Ukiangalia taifa huko Uturuki, Uarabu. Ukifika pale kikosi ukikiangalia hivi, jamaa na your dream players wote. Kwa hiyo yani mwisho wa siku ni ukuta umesha lose game kabla hata hujaanza. Anakutoa kabisa mchezo kwa sababu kuna option ya kuingia kuangalia kikosi cha mwenzako kina nani gani. Sasa ukikaribia kufika division 1 kwa hizi PVP, kuna kitu kinaitwa mnacheza, unapewa mtu yote ucheze naye. Ukishapewa mtu yote ucheze naye, inatakiwa ushinde. Ukiona ushinda kuna rank zinapanda ili uweze kupanda division 1. Sasa pale unakutana na players. Sasa ni wale sisi tunaitaga maskini jeuri. Kwa sababu gani? Unakuta ana kikosi chake kina collective strength ya 2900, 2800. Huo anachezaga sana hapo. Wewe una 3100, 3090. Kaka huwezi kutoboa. Kabisa. Huwezi kutoboa. Wanacheza kuna vitu yani unaweza kuwa mimi nina Messi but sijui kucheza zile skills. Labda anakuja ana dash, mimi siwezi kabisa. Okay. Lakini mtu ana Neymar, ana 101, Neymar wa Santos. Anapiga skills asikwambie mtu. Acha. Yani kuenda division 1 ni hatari. Ndio maana ukiingia Instagram comment nyingi sana anasema unajua machalio wenye 2900, 2800 ni ngumu sana kushindana nao kwenye game. Bora mtu akupe mtu ana 3400, 3200 hivyo. Kwa hiyo kuwa na wachezaji wazuri haimaanishi kwamba wewe utakuwa ni competitive. Yani ni kama vile wewe una PS5 labda kwenu, si ndio? Mimi nacheza kibandani. Yaani haimaanishi kwamba wewe utakuwa unanifunga mimi kila siku, kwa sababu mimi nikicheza nacheza kwa uchungu kwa sababu pale mimi nalipia. Lakini unaweza ukaamka asubuhi ukaiona tu pale afu ukaona mbona hizi tu. Tukienda upande wa AFC 26, nikiwaambia unitajie your best starting 11, yani your dream team, kwamba nikichagua hii watu wengi watakaa. Sasa hapa labda tuongelee mfano tuseme kama nini online au cheza okay. Kama mfano usema online yani kwanza it also comes down na budget pia. Yani of course kuna hizo issues, yani it's very similar huko kwenyewe. Yani una option ya kununua na coins, umeona, unaenda kwenye kuna sites hizi ambazo wanauza coins hizo, unanunua unaweka, unanunua packs hizo na packs, au unaweza ukanunua wachezaji kabisa kwenye transfer market unanunua. Sema sasa ndio hivyo, unajua hata ukiwa unacheza mfano hizi divisions unaweza ukaingia labda man of course kwenye hizi inaitwa division rivals huko ndo pamoto, yani kule nakutana na watu wote wakali huko. Sasa wewe ni maana kuna stages hizo, kuna zile division 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 kwenda sasa 5, 4 huko 3, 2, 1 elite kule ndo mapros. Sasa kule 1, 2, 3 huko of course na wao wanajua sana yani kwa yani at least ile useme kwamba wewe you are competitive, nasema unaweza at least kuanzia kwenye division 4 hivi huko kuendelea kule ndo. Sasa kule unakuta unaingia watu unakuta na mtu kikosi chake anaweza akajiita mfano timu nimecheza, tunaona timu inaitwa jamani anaita timu yake Credit Card FC. Mzee jamaa anapachesi tu. Kikosi hicho team of the season players, team of the year players wapo kule, sijui kina Van Dijk, kina Maldini, wale ma icons, kina Dembele, Mbappe, Mona, kina sijui kina naitwa nani, Claudia Pina, wote wa hizi promo cards hizi za nini
team of the year. Kwa sasa kule unakuta mtu anaingia kule na purchase hivyo, au sasa njia nyingine ya kupata kikosi kizuri ni unakuwa unacheza una earn rewards. Kwa mfano unacheza hiyo rivals zile rewards zake zinakuwa zinatoka kila Alhamis. Kwa unacheza kama leo ni Alhamisi Yeah, yes. Leo yenyewe leo rivals. Kwa pale kama rivals pale nimeingia leo asubuhi nimecollect zangu rewards zangu. Sasa shida ni mfano kwenye FC unakuta watu wengi pia wanakuwa wanataka kwenda kununua, ni kwa sababu unakuta zile packs yani they are not worth it, yani rewards zake unakuta mtu unakomaa mzee, unakomaa upambana, unakuja mwisho wa wiki unapata cards za kawaida kinoma mwana kawaida. Kwa unasema ni lazima niende nikanunue wachezaji, unaenda unanunua, unaweza kukutana na mtu ambaye yani mfano kama ulivyokuwa unaongea, unaweza kaingia unacheza kama hizi, kuna mod nyingine inaitwa hii weekend league inaitwa Foot Champs. Sasa kwenye Foot Champs pale zinakuwa mechi zipo 15 matches, inakuwa inaanzia Ijumaa hadi kwa huku Bongo inakuwa inaanzia ile Ijumaa usiku hadi Jumatatu usiku. Jumatatu usiku hadi saa ngapi sijui, I think saa 6 ile if I'm not mistaken. Kwa pale unaingia unacheza game zako 15 tu. The higher the wins ambazo unapata, the higher the rewards. Kwa mfano unaweza ukaingia kula ukutana, mfano uona kikosi chako kizuri, ingia na timu yako pale. Sasa pale unakuta unaanza mechi, ukiangalia kile kikosi unaweza kukuta mfano ni gold cards. Gold cards ni zile basic cards kabisa, zile za kwanza nazo, sio promo cards hizi. Aise, unaweza kukutana na mtu kama yogopa kwanza. Ogopa. Yaani mtu anakuta anaingia weekend league na kikosi cha gold cards. Ogopa mzee. Yaani mtu anakichafua, anakipiga. Wale unakuta sasa ni wale unakutana na watu ni mapro kweli, mtu anajiamini hadi anaweka hicho kikosi. No. Ila mfano kama mimi, the best players I can say ambao I've used starting 11, naweza kusema keeper Vicario promo card ya inaitwa nini the latest promo card ya Vicario inaitwa wa Tottenham. Alafu hapo kati nina Kiminjae wa Bayern. Alafu pembeni yake nina huyu Sol Campbell naye walikuwa wametoa promo cards hizo zote, ni promo cards hizo. Alafu kuna Cancelo pia. Cancelo yuko vizuri sana, one of the best umetumia, na anaweza kucheza right back na left back pia. Mwingine Marcos Llorente nimeanza naye tokea imeanza FC nilivyompata tu. Ka improve tu kadi yake hiyo. Alafu kati hapa kuna maana mimi nacheza 442. Okay. Hapo kati nina huyu dada huyo anaitwa Scott. Alafu pembeni yake kuna anaitwa sijui ni Seger sijui ni icon wa zamani wa legendary players. Alafu kule kwenye upande wa right nina anaitwa Alex Pfeiffer, mdada ni noma sana yani. Na yule alichukua aliwini Golden Boot yule wa nani wa Barcelona yule. Yupi? Anaitwa nani? Pina. Nadhani Pina. Wewe namuona watu wengi sana namtumia wale professional gamers wale wanatumia. Ndio nataja sasa hapo. Mzee, kija kwa kule left kule kuna anaitwa nani dada? Tabitha Chawinga huyo yupo noma sana. Mbele sasa kule na Eden Hazard, alafu Pina huyo nimeanza naye, yani tokea nilivyompack mara ya kwanza FC ile nimeanza kucheza online. Pina alikuwa yuko pale. Ile Pina ni noma. Sijai kumtoa kwenye kikosi. Ana magoli almost kama 800 hivi. Nimeanza. Yani yule Pina ni noma. Yani hizi yani kwenye hizi na leo kuna wao wanaitwa kama meta players. Yani naturally ni kwamba they are very good at the game. Yani kutokana na yani unaweza kuchukua mfano Pina ana labda 88. Alafu kaangalia ataka mwingine labda ana 90. Ila bado Pina utaona feels much better kwenye game. Au ni kama meta players. Kuna kama huyo Vicario, sijui Llorente, ndo wale meta players. Yani kwamba the game naturally
in our favor. Maana tukiangalia hata videos online unaweza kuona Pina anapishana msuli na Van Dijk na anashinda. Ilitokea hiyo situation kwenye hizi tournaments online. So ile analia msuli ile shoulder, Pina kampush na ilikuwa ni Van Dijk I think. Sasa ilikuwa kila mtu anashangaa Pina. Kwa hiyo hicho I think is one of the best players ambao so far nimewatumia. Naomba kununua. Yeah. Hivi kwani inashindikana watu kama wewe sasa, naongelea watu kama wewe ambao wana hizi gaming facilities, wanajua sana mambo ya games, wanajua kuhusiana na good PC, good gadgets kwa ajili ya games. Kwa kusanyana then mkaandaa tournament ambayo labda inaweza ikaboost sasa, ikawashtua na sponsors wengine kwamba hichi kitu ni kizuri, kumbe kina watu wanamwamko nacho, then wakaeka sponsorship then next level kama walivyo mataifa mengine. Kabisa. And it's very possible and it's happening in the side. Nagata na Lizi GSM kwa na sponsors tournaments za Uptown hizi. Kwa hiyo and it's something ambacho it's very possible, wanafanya sana. Nataka kujua reality ya games. Hivi sisi tunalaumiwa sana, gamers tunalaumiwa sana. Sasa watu wa eFootball kwa sababu sema ya kwenye hizi FC na nisi mnacheza kwenye PS5. Sasa si eFootball tunacheza kwenye simu. Ukipigiwa simu unacheza PVP matches, inamaanisha tayari umelost kwa sababu mtandao lazima ukate. Kwa nasema sisi wengi ambao tunacheza eFootball, wengi si mahusiano yetu dumo kwa sababu hiyo. Yani kwa sababu sitaki mtu akunisumbua, mtu akunipigia sitaki. Yani imagine dakika labda 90 unaongoza 1-0 na umekutana na mtu ana kikosi kweli, labda umepiga kona pale, kwa mfano una bahati ya bullet header, mtu kama Fernando Torres umepata goli lako pale. Alafu dakika ya 90 mtu anakupigia simu. Dakika ya 90 mtu anakupigia simu. Hivi inakuwa mtandaoni unakata kabisa au ni kama ina stack hivi, inakuwa kama ina load. Hata mfano kama mimi nikiwa nacheza FC, waga muda mwingine natumiaga hotspot ya simu. Hamna kitu kinakera mzee kama hicho. Sema zao unakuta mimi ile ubaya. Yaani unakuta afisa mimi muda wangu wa kuchezaga ni saa 4:30 saa 5, kuchezaga mpaka saa 6 hivi. Yaani unakuta ile ndio unakucheza mfano Division Rivals ndio unapata mechi ya promotion kwenda division ya juu. Afu yaani unajua afu ile ni ubaya ni kwamba unakuta sumeka tu simu pembeni hivi. Unacheza umeconnect na hotspot. Mechi draw, umepambana ukapata win hapo, umefunga goli labda 2-1 dakika 80 na unashangaa tu pale kwenye screen, yani wachezaji kama wanaenda slow motion. Bro, hamna kitu kinakata. Hamna auto save. Nini? Hamna auto save. Yani pale yani ni kwamba kuna muda unakuta itanali vile itastack. Kwa sasa pale unakuta unahangaika, labda mimi waga mfano ikitokea vile unakuta mimi na hold ile ya kushield mpira. Nilisije nikanyang'anywa. Maana zile unakuta ukiachia vile unaweza kama imestack kule kwa mchezaji mwenzako yeye unakuta labda stable internet anaendelea. Kwa pale unakuta mimi kitokea nikiona tu hivi unakuta nimeshikilia ile tu ile ana shield mpira ili nisije nikanyang'anywa. Nasubiri pale mtu sasa anaweza akakupigia tena. Anakupigia hapo mara pili. Kwa pale unashangaa tu labda mtandao ndio unaweza kukata. Unashangaa tu pale you have been disconnected. Na ikikata regardless sijui kama ndio kwa unaongoza nini, unaambiwa uko umedisconnect kwenye mechi. Kwa hiyo hii mechi inakuwa hesabiki. Yes, umelose. Naongeza kama lose. Alafu sasa ni ubaya, mfano kama Rivals, sijajua kwenye eFootball. Mfano Rivals ni kwamba unakuwa unaenda kwa ngazi. Umeona? Kwa unakuta kama kuna nanili kama 10, points kama 10 hivi. Kwa unaweza ukafika mfano ndo each win unakuta inakupeleka kwenye nanili moja, stage moja. Kwa sababu unakuta umecheza stage ya kwanza pale, win ya kwanza umesogea. Win ya pili umesogea. Ukifungwa mtandao ka disconnect au nini, unarudi na moja nyuma. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Kwa sasa mtu unaweza ukacheza ndio umefika mechi moja kwenda mbele uingia division nyingine, ndio hivyo mtandao unakukatia, kwa unarudi tu ile yani mtandao unaweza ukata, umeme ukakatika. Sasa umeona sasa kwenye simu sasa visio kitu ambacho unaweza ku experience. Sasa umeme hauwezi kukatika. Unacheza kwa kwenye console. Luku hiyo au Tanesco. Inakata kinomo walagu. Acha tu. Mimi kutana na experience ambayo kukutana na gamer wa kike. Hao watu wanajuaga vitu vingi sana kutuzidi sisi. Yani ni vitu vingi sana. Mimi kukutana na kwenye eFootball niliambiwa kuna demo moja anapiga sana game.
Sema demo miezi kunishinda, mimi nimeanza Demo kucheza. unakataa. Nakataa. Oya. Demo anagonga pasi. Afu yeye mfumo wake anacheza quick counter. Kumkaba ni ngumu pale. Yaani gusa moja anaachia, gusa moja anaachia, gusa moja anaachia. Wewe ushakucheza na game wa kike? Aise sidhani. Labda online nilishawahi kukutana ila sikujua sasa kama ni mdada. Maana kule ni ID tu zile. Naona labda kama ukutana na ID ya kike ni hivyo. Ila yani nali hivi amna. Kuna dada mmoja alikuwa anaona kwenye hizi tournaments za Uptown hivi. Alikuwa na trend sana. Ndio sijui 12 hearts sijui yeye. Watie yeye sijui unasemaga ustazati sijui nini yule. Namuonaga yule. Leo alikuwa na trend sana. Mimi nilipenda sana. Mimi nilipenda sana of course. Yani hata yeye kwenda kucheza nini vile. Yani hata ndo maana hata hype ikawa kubwa maana hamna yani wadada wengi ambao unakuta wanacheza games za UFC. It's very rare. Pata. Very rare. Wewe sasa hivi ukiambiwa mnapewa kijiti bwana, tupe proposal ya maana sana ambayo itafanya mambo ya gaming Tanzania yaende kwenye next level, utafanya nini? Cha kwanza ni kunali sana yani I think we need to know the importance ya kucheza online kama hivyo. Unajua wengi kama enda mfano kama kwenye vibanda hizi sehemu za kucheza hivi, inabidi pia zile sana sana wewe na uwezesha watu pia kucheza online. Wewe labda account nini unaingia labda weekend hivi unacheza hizi foot champs wanaita, umeona, unacheza au kucheza sijui hizi rivals tournaments pia ziwe nyingi sana. Yani we need zile tournaments zinakuwa as often as possible. Pia mambo ya kama leaderboards sasa hivi bado zipo naonaga zipo leaderboards. Kuna watu kama kina Hermes au ndo wanakuwa wanaongoza, ila bado sasa kuna wale watu wengi sana ambao bado hawajajua, yani they are not aware of hizi tournaments, kucheza online. Kwa I think yani kuanzia kwa hapo, yani sana watu wacheze online inakupa exposure kubwa sana, pata kujua pia wachezaji, yani kujua vitu kuhusu wachezaji hao na ni kubwa sana. It's a big opportunity. What is the biggest lie about gaming? The biggest lie about gaming. The biggest lie ni kwamba ila watu wanasema gani napoteza muda, potezea muda. Yani it's a waste. Yani that notion, yani ile it's not. Unajua watu wengine wanatumia yani gaming ni kama form ya therapy kwao. Yani kwamba unakuta mimi gaming, mtu mwingine their form of therapy anaenda kucheza mpira, mwingine clubbing, watu wengine mi weekend naenda kutoa stress, naenda kutoa mawazo. Mimi naenda zangu viwanja, ruka huko, that's me, umeona. Ila mtu mwingine sasa, mimi when I sit down hold my controller ile like this is therapy for me. Nimefungua game langu, either ni FC, Call of Duty, I'm playing with my mates kule huko online, tunapiga story, tunabishana nini, tunafokeana nini, ile sana ukuta mtu therapy. Mtu mwingine mission games, anakaa anafungua game lake Red Dead, umeona, kaza yake ametulia pale, hiyo ni form yake ya therapy. Kwamba yani ndo anakuwa sasa anasema hapa mimi matatizo sasa hivi kwa muda niweke pembeni, niweke pembeni sasa ni to game. Kwa people really need to understand that. Kwa muda mwingine unakuta watu wanaona mtu anacheza game anasema huyu bana game kila muda. Of course inaweza ikafika point kwamba inakuwa ni an unhealthy obsession. Yani kwamba unakuta sasa ile imekuwa sasa gaming sasa ndio imekuwa take over your life, kwamba unakuwa ufanye vitu vingine. So at that point inakuwa sio kitu kizuri. But if regulated, unaangalia kama mimi labda masaa fulani mimi ndo muda wangu tu wa game. Yani kama kuna watu ambao wameseti kama mfano mimi, yani mimi usiku mimi ndo muda wangu wa game kuanzia labda saa 4 hadi saa 6. Yani that's my time of game. Na kazi zangu, amna kazi naofanya, nimetulia, that's all. Kwani watu wanahitaji kujua hata kwenye mahusiano nini, unajua unaweza kukata labda una girlfriend wako nini hivyo, huyu bana mimi anapenda sana game kuliko mimi na nini, ndio hivyo. Ile unamwambia tu bana, okay well you can have your time for games, yeah, you can have your house. Me labda mimi I'll be playing games for like 2 hours hivi, so kila muda ile mimi game bana, magame yake sijui na nini, ile inakuwa it's not a good understanding of a game. Kwa ile they need to be understanding, parents, you know,
lovers pia inabidi waelewe kwamba of course yani kwa mimi huyo mpenzi wangu anavyomuona au mwanangu, gaming kwake ni kitu ambacho ana value sana. Kwa hiyo I need to support them by giving them time, hivyo kununulia gadgets, mnunulie boyfriend wako PS5, mlie mwanao PS5, you know. Fry, yeah. Mzingatie hapo jamani. Zawadi ni jezi na PlayStation 5. Nataka tu maua. PS5 na jezi. Kabisa. Sisi tunataka hivyo. Yaani mambo mengine tunawaachia nyie. Zingatieni hivyo vitu viwili. Mimi sijacheza sana hizi mission games lakini Call of Duty the one of my best. Sasa kwa kumalizia nataka unitajie best kwa sababu unaonaga una zile labda day fulani of playing hivi na hivi. Nataka unitajie magemu 5 ambayo mission zake ni ngumu kweli kweli hapa ili watu ambao wanatusikiliza hapa wajipe challenge. Wajipe challenge. I say in a specific order tazitaje tu. Ya kwanza kuna Sekiro. Moja inaitwa Sekiro Shadows Die Twice. Ile game ni gumu sana. Kiachana na hilo kuna ile game inaitwaje Dark Souls. Dark Souls ipo series, Dark Souls ya kwanza hadi ya 3. Nao ni ngumu sana. Alafu utakuja kwenye Elden Ring. Elden Ring nalo ni gumu sana. Ni game ambalo of course lina specific kinds of people ambao ndo wanachezaga. Yaani kuna wale watu wake. Yaani kuna wale watu ambao kiangalia Elden Ring, ile gumu sana mimi siwezi kucheza. Ila kuna wale watu yani game lake. Mlingine ambalo gumu sana kuna hili moja la magari. Naitwa Dirt. Lile game yani it's a game afu yani there's a way kwamba hizi games hizi ambazo nasema ni ngumu ni kwamba zinahitaji sana a lot of skill. Kwa hiyo ni kwamba game kama Dirt ni gumu but once you master it unakuwa unaenjoy sana. Lingine pia ambalo nimeonaga ni very difficult game ambayo itachukua muda mtu kumaster. Ili pia ni kwangu mimi personally. Kuna ile game inaitwa Lies of P nalo la mission. Nalo of course ni mambo ya Souls. Mi Souls games hizi zinakuwa ngumu sana kwangu hata kwa watu wengi. Mambo ya timing nini ya. Kwa hiyo say hizo mimi for me hizo ni some of the hardest. Yes, kujuaga kama kuna horror games. Nikaja nikaonaga clip yako moja hivi horror game. Hiyo game inaitwaje nikalitafute baada ya hapa na nijipe challenge na mimi. Horror game moja ambalo inabidi uka experience. Ambalo ni very unique. Kuna ile linaitwa Hellblade Senua Sacrifice. Hilo ni game moja sana ambalo ni very unique. Ni ile horror ambayo inamalizia ni mdada, yani ni brief way ni kuelezea. Yani kwamba mdada anakuwa na suffer kuna condition inaitwa psychosis. Kwamba kichwani anakuwa kuna sauti anazisikia. Na sauti kuna ambazo zinamuencourage, zinamtia moyo, nyingine zinamvunja moyo, na zinamuelekeza nyingine. Kwa sasa unakuta unavocheza game unakuambia the best way to experience the game with headphones. Kwa unakuta kivaa headsets zako au AirPods. Kivaa ile unapocheza unakuwa unazisikia zile sauti. Afu yani ni kwamba yani unasikia sauti inatokea huku. Kwa sasa ile mfano ukizima taa ukicheza, bro unaweza watu wakasikia tu unapiga kelele huko ndani, hawajui nini from that game. Yani sauti zinatokea, kwa it's a very very great horror game inabidi ucheze. Shukran sana brother, umefika leo hapa kwenye podcast, umepiga story nyingi. Thank you for having me, for sure. Gamers gather here. Leo tumeongea vitu vingi sana ambavyo linatugusa sisi. Nikana watu hawatupi much consideration lakini leo nadhani mtu akiangalia hapa atajua tumezungumzia vitu vingi sana. The only way kusupport podcast hii basi hakikisha unabonyeza alama subscribe, utakuwa umetisha kinoma sana. Siku nyingine tena. Bye bye.